vijana na waagiza, nimeambia mkamkamate Abduli sasa hivi hapa, na nataka dakika 2 zisipite mtu aje hapa. Mwende kwa Abduli sasa hivi hapa mkamkamate. Hawezi kupinga amri yangu mimi. Mwenyekiti, Abduli kafanya nini? Nimemuona anabeba begi la shule anaenda shule. Kati mimi nimekataza. Amna mtu yoyote kwenda shule. Kiongozi anakuchezea sana. Mkamkamate sasa hivi hapa. Amna kujiji kwenda shule. Mwenyekiti anakuchezea. Mkamkamate sasa hivi hapa. Sawa kiongozi. Sawa. Wewe unaitwa na mwenyekiti unamkimbia. Leo utaona cha mshema. Unaitwa na mwenyekiti utaikwenda. Leo utaona cha mshema. Usamani twende. Dogo, kwa hiyo umeamua kupinga amri yangu. Kijana, nimekwambia sitaki mtu yoyote aende shule. Na ukajifanyisha jeuri, unataka uende shule. Unadhani shule ile ya babako ile? Ukifaulu unaenda wapi? Sitaki mtu yoyote aende shule. Sasa leo nakupa funzo kwa wanakijiji wote mpaka ataniogopa. Vijana, nataka huyu mpeleke Mto Vimba akaliwe na mamba. Sawa. Anga mashavu yake. Yoya aliwe. Kamateni. Nimekuita hapa kwa ajili ya swala moja tu kuhusu mwenyekiti. Mwenyekiti kaika sheria yake kuhusu hakuna mtu yoyote kwenda shuleni. Na kama hakijeni. Ila mwenyekiti hawezi kutuzuia sisi kwenda shule. Kwa sababu sisi tunategemea elimu. Sasa basi, nataka nikwambie kitu kimoja. Inabidi tuwakamate wale wenzake wake wote, tuwafunge sehemu moja, tukaaminye. Kwa maana wameweka sheria yao. Eti kwa sababu mtu akienda shuleni, wanamkamata waenda kumtupa katika Mto Vimba. Na mtu huo unasifika kwa mamba sana. Sasa basi, tunabidi tuwakamate walinzi wake na yeye mwenyekiti tunatakiwa tukaminye. Kisawasawa. Tunaelewana? Ila mkuu, haina shida. Wale bali tutafuata tu. Usiwaze, tutawakili wote. Alafu mwenyekiti huwa tunamchekea sana. Tunapomwachia anatuona sisi kama wajukuu zake. Sawa sawa. Hamna mambo mengi sasa hivi. Ni mwendo wa kuaminya. Tunaelewana? Ndio. Tunaelewana? Ndio. Ndio. Shogangu, nataka nikuambie kuhusu ile swala. Sasa mwenyekiti kwamba tusiende shule. Shogangu, ile mwezi napingana nalo. Kusoma nitasoma, kufuata nitafuata. Yeye sio babangu mzazi, mpaka nikampata yeye. Kwa hiyo ndo ananilisha, ananivisha. Shogangu, mwenyekiti ana hatua kali sana. Mwenyekiti kasema, yoyote atakayemwona anaenda shule anauawa. Wewe unaweza kubali kufa? Kama kufa, niache tu nife. Nimekufuata ili tu nikushauri. Wewe kama unaenda shule, nenda. Nzoa zangu nyumbani, sitaki kufa.
Kwaheri. Bora nife katika hii dunia bila masomo au bila elimu yoyote, haiwezi katoboa. Walimu wanahangaisha, wanaacha kazi zao nyumbani. Kwa hiyo mimi nikae nyumbani nijirelax bila kwenda shuleni? Au wewe mwenzangu upande elimu? Shogangu, bwana tusiende shule tukae tu. Hivi unavokaa nyumbani unapata faida gani? Unajua sheria za hiki kijiji tutakuja kufa. Kwaheri, mwenzako unaondoka. Haya mengine tutaongea baadaye. Kwaheri. Ile jambo linawezekanaje? Hivi shogangu ana akili kweli? Yeye anamsikiliza mtu. Mimi nenda zangu shule atajua mwenyewe. Ndio mwenyekiti, mnampeleka wapi huyu? Tunampeleka Mto Vimba. Mto Vimba? Ule mtu si una baba sana. Hii adhabu katoa mwenyekiti. Amefanya nini? Huyu wenzake wamekatazia siende shule, yeye ifishe kelele aenda shule. Lakini walinza mwenyekiti, natufanya sisi tusiende shule. Wanajifisha kelele. Naona kama unataka uwe kama huyu, nenda shule alafu uone. Wapenzi watazamaji, tunaomba muifuatilie filamu yetu inayoitwa Mwenyekiti Katili, inayopatikana katika channel ya Ndege Mwema TV. Filamu hii inafundisha mwenyekiti hataki sisi twende shule na wakati sisi tunapenda kwenda shule. Asanteni ndugu watazamaji.